We glorify your holy name this morning because you are God. There is none who can be like you. Asante Mungu. Asante Baba. Nataka tusome katika Zaburi 121 kuanzia 1, nayo inasema, ninyi mukererie amaisane ochiase bitunwa ogokonywa kwane ngaikorarwe ogokonywa kwane nigokorarwa somonene oyo otongete igona ense ere tagotiga okogoro kwao gotarariwe oyo okorendete tagosunduka ere omurendi bw'Abaisiraeli tagosunduka gose takorara omonene nere omurendi o nere kiriri kiao ase ensemo y'okoboko kwao kwa borio elioba tiriko ako omobaso gose omotienyi obotuko omonene nakorende korwa ase amabonsi narende omwoyo omonene nakorende kogosoka na kogosoa korwa bono na goika kare na kare na kero oyo mateba amina. Amen. Haleluya. Amen. Inga ntoimokereria amaisa ito igoro obokonyi bwaito ng'aiborarwe titobwati bokonyi korwa ase onde bwensi obokonya bwaito nigo gokorwa ase omonene oyo otongete igoro na ense muumba inchi na mbingu ndiye peke yake atatulinda. Ndio maana asubuhi ya leo tuko mbele zake, tumwabudu, tumutukuze, tumuinue, tusema hakika wewe ni Bwana, hakika wewe ni Baba, hakika wewe ni kimbilio, hakika wewe ni tegemeo. Hatuna Mungu mwingine wa kuabudu, hatuna mwingine wa kutukuza. Wacha na tuinue mikono yetu juu. Tuombe kwanza kabla tujaanza ibada. Baba, katika jina kuu la Kristo Yesu, tuacha mbele zako asubuhi ya leo. Tunakuabudu, tunakuinua, tunaliadimisha jina lako kuu, jina linaloshinda majina yote katika ulimwengu huu, ni jina la Kristo Yesu. Tegemeo letu ni wewe tu Baba. Tukiangalia juu ya milima hatuna yeyote ambaye atatusaidia ila tu wewe Baba ambaye ulituumba, ulituweka katika ulimwengu huu, na lolote ambalo tutafanya hatuna ila tu kukuabudu. Ndio maana tuko mbele zako asubuhi ya leo mtakatifu, tukuinue, tukuabudu, tusema hakika wewe wastahili sifa kutoka ndani ya mioyo yetu. Umekuwa mlinzi wetu, umetembea nasi Baba wiki mzima. Tumeingia katika nyumba yako asubuhi ya leo, tukuabudu, tukuinue, tuisi nguvu zako na upendo wako. Wewe ndiye Mungu ambaye utakutana na yote ambayo tunahitaji katika maisha yetu, mfalme wa wafalme. Kutana na kila mmoja wetu asubuhi ya leo, yeyote ambaye ataingia katika hii nyumba ili kukuabudu Bwana, akutana na wewe, maana wewe ni Mungu. Asante kwa maana wewe utatimiza haja za mioyo yetu. Wewe hakika ni Mungu mtakatifu, wewe ni Mungu katika nchi yetu, wewe ni Mungu ulimwenguni kote, wewe ni Mungu katika familia zetu, wewe ni Mungu katika watoto wetu, wewe ni Mungu kwa lolote lile, wewe unabaki kuwa Mungu. Tunakushukuru, tunasema asante Bwana, asante Yesu kwa neema yako, asante mtakatifu kwa wema wako, asante kwa maana wewe ni kimbilio katika maisha yetu. Hatuna mwingine wa kukimbilia, mfalme wa wafalme. Ayote alikosundo kota alikorara naye Nyasaye, ayotolendete chinga kijonzi naye bweko monene, ayogotolenda gatogoso na gatogosoka naye Nyasaye, ayokoyoneli abana ba ama yabo naye Nyasaye. Miyamana senga nchiobi ya bwa ono bonene bwa, miyamana kiagara kwa wene ile Nyasaye, kwa wene irogo sasimwa, kwa wene irogo togiwa, kwa wene irogo yoneli wa ngambi ya mana Nyasaye. Tuimokere ya magoka itogoro ligara togo sasime, ligara togo toge Nyasaye so bonga bwo ya bwa obwale no botambe
monene na senge njo wantani wa. Miamona senge njo lebuli yeito Nyasaye. Miamona senge njo lebekengero yeito monene. Miamona kiagara titobu ati onda nando tora sazime. Totogie gotatika Nyasaye. Miamone kiagara Nyasaye wikira niringa na lile Jeremiah 33 sato. Nganda angalia na injeni mbairaneli ya manene alimotana korora. Tuakoranga ile mambo ya bona Nyasaye. Ekiagara ntomanye tengaya koirane liole kulengana no bonga bwe yabwa. Miamona Nyasaye kiagara gwakolire. Miamona Nyasaye kiagara uratana mona intu. Ibada yetu ni mikononi mwako Mfalme. Asante kwa ajili ya waabudu asubuhi ya leo Mungu wa neema. Asante kwa maana rehema zako zimeshuka juu ya maisha ya asubuhi ya leo. Ni asante kwa ajili ya wachungaji wote wa hili kanisa Mfalme. Mungu wetu, rehema zako na neema yako ishuke juu ya maisha yao siku ya leo. Ili wanapoleta neno lako Mungu, wema wako Bwana ujidhihirishe kwa maana wewe ni Mungu. Kutana nasi siku ya leo. Kutana na kila mmoja ambaye ataingia mara hapa siku ya leo. Wale wa mbali na karibu ni mikononi mwako. Hata wale ambao watatusikiza siku ya leo ni mikononi mwako Mfalme. Asante kwa maana umewafungulia neema yako. Wanapotusikiza Mungu, waachilia upendo wako na baraka zako juu ya maisha yao kwa maana wewe ni Bwana. Asante Mungu kwa maana unatenda. Asante Baba kwa maana unatenda. Asante Mungu kwa maana uko na mipango miema katika maisha yetu. Wewe ambaye uliambia Musa ambie Waisraeli watulie kwa maana wewe uko. Wewe ndiwe Mungu hata siku ya leo. Tumetulia machoni pako Mungu. Tumetulia machoni pako Mtakatifu. Tunajua tuwezi enda peke yetu Mfalme wa Falme. Tunakuhitaji kwa nguvu zote kwa maana wewe ni kimbilio. We know your presence, God, will just go with us. Go with us, my Father, as we start. Be with us in our midst, Almighty Lord, because you are God. Father, you are worthy our praise, you are worthy our worship. We worship your holy name because you are worthy. We glorify you, God, because you are excellent. You are awesome, my Father. We worship your holy name because you are God and you are there for us. In the mighty name, God, of Jesus Christ. Father, you are awesome. You are awesome, Lord. You are a marvelous God in our midst. None can be like you, God. None can be like you, Redeemer. None can be like you, Jesus. We worship you. We glorify you. We honor you in a mighty way. We honor you because you are God. We honor you because you live. We honor you because you are worthy. We honor you in every situation, my Father. It is only you today. Ni wewe ambaye tunakuabudu. Ni wewe tunayekuabudu Mungu. Ni wewe tunayekuabudu Baba. Ni wewe tunayekuabudu Mtakatifu. Wacha wema wako ututoshe. Maana tumeomba tukiamini katika jina kura Kristo Yesu aliye mwombezi wetu. Na kila mmoja asema amen. Amen.
mtakatifu, wewe ni mwema katika maisha yetu. Tunaliabudu jina lako, maana wewe uko hapa. Uko hapa Yesu, uko hapa mtakatifu. Tunasema wewe ni mwenye enzi, wewe ni mwenye nguvu, wewe ni mwenye uweza. Milele na milele unatawala. Kimbilioni wewe tu Bwana. Uko hapa
katua temelie. Kaya wewe katua timelilo manene. Ni wewe tu tunakuachia Mungu. Wewe ni wa Baba. Wewe ni wa tegemeo. Wewe peke yako tunakuinua. Wewe peke yako unatosha. Tunaliadhimisha jina lako kuu. Wewe uko katika maisha yetu. Ukitembea nasi Baba, tunasema nguvu zako pekee ndizo zinatutosha. Uwepo wako katika maisha yetu pekee ndio unatutosha. Tunajinamisha vichwa vyetu Mungu, ili tukutukuze, tuseme wewe ni wa Bwana. Mtakatifu wa watakatifu, Mungu wa watoto wetu ni wewe. Mungu wa wazazi wetu ni wewe. Mungu wa kanisa hili ni wewe. Mungu wa jiji la Nyamataro ni wewe. Mungu wa mji wa Kisii ni wewe. Mungu wa kijiji chote ni wewe. Mungu wa nchi zote ni wewe. Mungu wa kaunti zote za Kenya ni wewe. Wewe uko kila mahali. Wewe unatembea nasi, maana wewe ni Bwana. Tunakuinua, tunaliadhimisha jina lako. Tunasema ya kwamba wewe uko kila mahali. Wewe uko kila mahali Mungu. Na ijulikane kwamba wewe uko. Ni wewe tu Yesu. Ni wewe tu unayeweza. Ni wewe tu ndiye kimbilio. Ni wewe tu siku ya leo. Now
Ni wewe tu unayetawala. Ni wewe tu uliye kimbilio letu. Ni wewe tu ambaye ni uwezo katika maisha yetu. Ni wewe Bwana, jina lako litukuzwe. Yesu, tunakushukuru, tunakuinua kwa sababu wewe ni Mungu. Tunasema ni Baba wetu, wewe, tunakushukuru, tunakuinua asubuhi hii. Wewe tu Wewe ni mwaminifu, jina lako litukuzwe, jina lako liinuliwe. Asante kwa sababu wewe ni mwaminifu. Umekuwa mwaminifu. Asante kwa sababu unaweza. Umekuwa Mungu wetu. Asante mtakatifu. Mungu wa rehema. Baba wetu, katika jina la Yesu Kristo, tunakushukuru, tunakuinua asubuhi hii ya leo. Mwenyezi Mungu, umekuwa mwaminifu katika maisha yetu wiki nzima. Umetupigania katika kila hali na kila pande zote. Baba wetu, ni Jumapili takatifu, Jumapili njema ambayo umeiandaa. Tunapoenda kukusifu na kulinua jina lako, Baba, tujiweka mikononi mwako. Asante kwa sababu ya kipindi ambacho kimepita, na asante kwa sababu ya vipindi ambavyo vimesalia. Baba wetu, mchungaji atakayeenda kusimama na mkabidhi mikononi mwako. Mwenyezi Mungu, siku hii tuikabidhi mikononi mwako. Tenda yote jinsi ambavyo ulivyokusudia, katika jina la Yesu nimeomba na kuamini. Amen. Amen. Asante, tupigie Yesu makofi. Niseme asante sana kwa kipindi cha kusifu na kuabudu ambacho kimekwisha kumaliza kipindi cha kwanza, na tunaelekea katika sehemu nyingine. Niseme shukrani sana kwa wote ambao mmekusanyika hapa siku ya leo kwa ajili ya kumsifu Mwenyezi Mungu, na wote ambao mnatupokea, mashabiki wetu kupitia mitandao yetu, mtandao wetu wa YouTube pamoja na mtandao wetu wa Facebook. Nakaribisha nyote kwa pamoja ili tumwabudu Mwenyezi Mungu kwa moyo mkunjufu. Kwa wale ambao mnatusikiliza kupitia redio yetu, Radio Sayari, asubuhi hii, nawakaribisha nyote kwa pamoja kutoka maeneo yote ya Nyanza na popote mlipo. Karibuni tena katika ibada ya siku ya leo. Kwa wale ambao mnatupata kwa redio pamoja na mitandao, kabla sijamleta mchungaji wa ibada ya kwanza, unaweza ukazungumza pamoja nasi ilivyo ada kama kawaida kupitia nambari yetu ya simu ya 0700 169444 0700 169444. Iwapo una hitaji la maombi, iwapo una hitaji la maombi na ungependa kuombewa, na iwapo unataka kutujuza unatusikiliza kutoka wapi, basi tutumie ujumbe mfupi kupitia nambari hii ambayo nimekupatia, nambari yetu ya rafa ya 0700 169444. Na wale wote ambao mnatupokea kutoka mataifa yetu nje ya nchi yetu ya Kenya, nyote tunawakaribisha kwa pamoja ili tuzidi kumwabudu Mwenyezi Mungu. Ninapowakumbusha tu kaka Sungura, corona ipo na zidi kufuata sheria zilizowekwa na Wizara ya Afya. Unapokuja kanisani hapa Nyamataro, nataka nikujuze kwamba sheria zote zimefuatwa. Tuna VAUs vya kutosha, na vile vile viti vimewekwa kulingana na maagizo ya Wizara ya Afya. Kwa hivyo popote ulipo, iwako uko pale nyumbani, uko kanisani, uko barabarani, uko garini, tafadhali hakikisha kwamba unafuata sheria za afya. Na nataka nizungumze na madereva wetu ambao wanaendesha matatu. Tafadhali, hata kama tunatafuta pesa, pia maisha ni muhimu. Kaka Sungura, nimetembea hapa Kisii kwenda Keroka, nimetembea kwenda Marani, kwenda Masimba na maeneo mengine. Madereva wetu, tafadhali, iwapo we ni dereva na unanipata, iwapo unaendesha gari uko pale nyumbani na we ni dereva na popote ulipo, tafadhali, maisha ya binadamu ni muhimu kuliko pesa. Unapoweka watu kupita kiasi kwa gari, na tuko katika msimu wa corona, wewe mwenyewe unajua bila inasema, sijui ni Ezekiel, nasema kwamba kaka Sungura, mimi iwapo ninajua kwamba mwenzangu anaenda kupotea, nisipomwambia ukweli, akipotea damu yake inahesabiwa kwangu. Kweli ama uongo? Kwa hivyo unapojua kwamba ukibeba watu kupita kiasi ni hatari na unaambukiza watu corona, watu hao watakaopata shida, ile damu yao itahesabiwa juu yako.
Kwa hivyo ni vizuri mimi ni kuambia kwamba corona ipo, vaa mask, keep social distance, ili siku ya kiyama nisije nikahesabiwa damu yako. Bwana asifiwe. Kwa hivyo iwapo una rafiki yako popote, waambie corona ipo na inaua. Sijui wale mnatazama televisheni, jana tumepoteza madaktari wawili. Daktari wawili, watu wamesoma, surgeon wa meno. Watu, my friend, corona inaua. Ni vile tu haijakupata na familia yako. Nilivyosema wiki jana, ikikupata, when reality will hit you hard, that is when you will understand things are different on the ground. Bwana asifiwe. Kwa hivyo kabla haijakufikia, tafadhali fuata sheria zote zilizowekwa na Wizara ya Afya. Hata sisi pale Sauti ya Rehema tumesuspend. Hakuna kurecord pastors kwa studio. Pastor anarekodi nyumbani na simu anatuma. Kwa hivyo tumesuspend all recordings kwa studio ya Sayari. Si eti kuna corona, no. Ni prevention measures. Corona haijafika kwetu pale. Mungu anazidi kutulinda. Lakini kabla haijakufikia, jikinge kwanza. Bwana asifiwe. Unajua huwezi ujiachilie tu. For example, tuseme kwamba unatembea kwa barabara, wewe ni Mkristo, uliomba Mungu asubuhi, Mungu nilinde nikipita kwa barabara gari zinigonge. Alafu unaenda kwa barabara, unaanza kutembea katikati ya barabara. Mungu atakuchunga kweli? Bwana asifiwe. Kwa hivyo unapoomba Mungu pia na wewe take personal responsibility ya kujichunga. Bila kupoteza wakati, naitwa Rojamila aka Kakasungura. Iwapo ndio umetune radio yako ama umetupata kupitia Facebook pamoja na YouTube, tutakuwa nashikilia mitambo kwa vipindi vya siku ya leo kama kawaida hadi saa 10 jioni. Tukimaliza kutoka Nyamataro, iwapo ungependa kuja kushiriki pamoja na kanisa la Nyamataro, lipo katika barabara kuu ya Kisii Kisumu. Unapofika katika barabara inaenda shule ya Nyabururu, kisonga juu kidogo, mkono wako wa kulia utakutana na kanisa la Nyamataro PAG Kenya. Na wale ambao mngependa kutoa sadaka zenu, kuna nambari ambayo imeandikwa kwa screen. Wale ambao mnatazama kupitia Facebook pamoja na YouTube, ni till number 331388 33138. Iwapo ungependa kutuma sadaka yako, hiyo ndio nambari ya kutuma ya kanisa la Nyamataro PAG, ni till number. Unaenda kwa Buy Goods and Services, unaweka namba hiyo, alafu unatuma sadaka yako. Tuko hapa Nyamataro PAG, kitimia saa 4 kama kawaida tunaenda ibada ya saa 1 pale kanisa la Lutheran Church kule Itirio, ibada itakayoongozwa na mchungaji wetu Pastor Joel Mose Ogutu. Na baadaye saa 10 jioni tutakuletea ibada ya mafundisho kutoka kanisa la Deliverance Church hapa mjini Kisii. Bila kupoteza wakati, aliye katika studio ya pili ni Evans Makasi Jeni, pia atakuwa anashikilia mitambo kuhakikisha kwamba sauti inakufikia kwa njia mwafaka pale nyumbani. Ningependa kumkaribisha mchungaji wetu Pastor Kelvin Mulonga atuelekeze katika mahubiri ya kipindi cha kwanza. Nisaidie na kipasa sauti cha mchungaji tafadhali. Zidi kubarikiwa kwa pamoja. Karibu mtumishi. Praise the Lord. Praise the living God. Are you happy to be in the presence of the Lord? I am also happy to be in the house of God. It is a pleasure and a privilege. I don't take it for granted, and it is not just a common thing. It is because God has a wonderful plan for our lives. Now I want to thank our brother Rogers for the sensitization that is making to the viewers and the listeners. It is good to take precautions. Yeah.
God has given us knowledge and wisdom, and He wants us to use our knowledge and wisdom. It is good to be filled with the Spirit. It is good to be of great faith. But at some point, it is good also to be in our right minds. So may God help us to adhere to those simple rules. It is not a punishment, but it is for our good. And I pray that the way the media is sensitizing us on coronavirus and the pandemic, I also pray that they could sensitize us about sin. Because many people listen to them, they can also take even 1 minute to tell people the word of God. They can take 1 minute and tell people Jesus is the way, the truth, and the life. And God will be glorified in that. Amen. Let us turn to our Bibles in the book of Esther, chapter 6, verses 1 to 13. Esther chapter 6, verses 1 to 11 to 13. Elikire amangane ebiro alenge gokoreka agwenerete kuinyurwa na amangana ayo agasomwa asale amangana akarorekana alikire nga Moredekai na atebete igoro ya Bigitana na Teresi abasomba babere bomuruti abo balenge kolenda egesieri ky'omuruti ngamba aligetigoeta goita omuruti aswero omuruti akabolia ine ngosikaki gose masikaniki Moredekai akoleirwe ase engenjo yayo abantu bomuruti abalenge komo kolera bakamoiraneria tana gokolerwa kende omuruti akabolia ningo oyo orase egora akaba nga amaninere olenge gosoa ase egora isiko yenyomba y'omuruti akwana n'omuruti elinde atie gotonga Moredekai ase orobambo rolia amosimiseretie asayo abasomba bagatebya omuruti amani oteneine ase egora omuruti akabatebya motebye asoe ase igo amani agasoa ime na omuruti akamubolia ninki agwenerete gokorerwa omonto oria inche omuruti